Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya muda huu ambao tumepata tujifunze. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya muda huu, asante kwa ajili ya msikilizaji wetu mahali popote anapotufuatilia. Tunaomba damu yako na nguvu yako Yesu Kristo jifunue kwake. Roho Mtakatifu uliye mwalimu mwema, mfunike na kumfunulia siri za ufalme wako. Achilia roho ya uelewa na roho ya kufahamu ndani yake katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mafundisho haya Roho Mtakatifu ni ya kwako, yavuvie nguvu zako na uweza wako, ili Mungu jina lako likapate kutukuzwa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Karibu tufuatane kwa ajili ya siku ya leo tena. Somo letu linasema mbinu 5 bora za kimungu ziletazo mafanikio. Tulijifunza sehemu ya kwanza, tukaona kanuni maana yake nini, na tukajifunza kanuni mojawapo katika zile kanuni 5. Leo tuendelee kanuni ya pili. Msingi wa somo letu ni kutoka Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa kwanza hadi ule wa 8. Kanuni ya pili ambayo inaweza kutuwezesha kufanikiwa katika maisha haya inasema kuwa na maono yenye malengo yaliyowekwa vizuri na kuyatekeleza. Hiyo ni kanuni muhimu sana kwa ajili ya kufanikiwa kwenye eneo lolote. Huo unafanya biashara, huo unalima, huo unafuga, huo unafanya huduma, huo unafanya chochote kile, lazima uwe na maono. Kisha kuwa na maono, lakini hayo maono yawekee malengo, na yale malengo yaweke vizuri ili uweze kuyatekeleza. Kwenye Biblia, kwenye Mithali anasema, Mithali 29:18, pasipo maono watu huacha kujizuia. Watu huacha kujizuia. Kwa hiyo usipokuwa na maono, hata kwenye biashara yako utashindwa kujizuia. Hata kwenye ukulima wako utashindwa kujizuia. Hata kwenye huduma yako utashindwa kujizuia. Chochote unachokifanya utashindwa kujizuia kwa sababu hauna maono. Lakini ukiwa na maono, kama kanuni mojawapo, itakusaidia sana kufikia malengo. Maono ni nini sasa? Maono ni picha ya kifikra ya vitu vya baadaye. Picha ya kifikra ya kiwango cha uchumi unachofikiri kufikia baadaye. Picha ya kifikra ya huduma yako unayofikiri kufikia baadaye. Picha ya kifikra ya maisha yako unayoyafikiri kuyafikia baadaye. Hayo ni maono. Unaona nini? Unaona kufika hatua gani? Biashara unayofanya unaona kufika wapi? Kazi unayofanya unaona kufika wapi? Kilimo unachofanya unaona kufika wapi? Huduma unayofanya unaona kufika wapi? Hayo ni maono. Kwa hiyo picha ya vitu vya baadaye inahusisha uwezo wa kifikra wa kuona vitu, lakini uwezo wa kupanga na kuandaa mfumo wa kiwango cha maisha yako ya baadaye. Hayo ni maono. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha rahisi ni picha ya baadaye yako. Picha ya baadaye yako. Baadaye yako unafikiri uweje? Hata uzeeni unafikiri uweje? Hata ukiwa na umri mdogo, ukiwa kijana uweje? Ukiwa na umri wa ujana, ukiwa mtu mzima uweje? Ukiwa mtu mzima, ukiwa mzee uweje? Hayo ni maono. Hiyo ni picha yako ya baadaye. Inahusisha maswali kadhaa. Unatakiwa kuwa nani? Unataka kuwa mtu mwenye ujuzi wa namna gani? Unataka kufikia kiwango gani? Unataka kuwa na uchumi gani? Kwa yule ambaye bado anasoma, yawezekana hajaamua kazi gani ya kufanya, pia kuwa na kazi gani? Hayo yote ni maono. Lakini pia hata kwenye ndoa unakuwa na maono, kuwa na watoto wangapi, mtaishi wapi? Hayo yote ni maono. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa leo tunajifunza kuwa na maono kama kanuni mojawapo ya kutuwezesha kufanikiwa. Biblia inaeleza kwenye ile Injili ya Yohana sura ya 15 tuliposoma, Yesu anasema yeye ni mzabibu, sisi ni matawi. Tukikaa ndani yake tunatakiwa kuzaa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza ukajiuliza kwenye hiyo Yohana sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 8, ni wapi Yesu alisema maono? Mahali ambapo Yesu alitaja maono ni kwenye mistari miwili. Mstari wa 5 na mstari wa 8 kwenye Injili ya Yohana 15. Kuna neno anasema kwenye mstari wa 5 anasema huyo huzaa sana. Kwa nini Yesu alisema huyo huzaa sana? Ni picha aliyokuwa nayo juu ya lile tawi litakalojijenga kwenye mzabibu ambao ni yeye mwenyewe. Alikuwa na picha kwamba hilo tawi naliona likikaa ndani yangu litazaa sana. Ule mstari wa 8 tena anaeleza, anasema kwa vile mzaavyo sana Mungu anatukuzwa. Kwa nini anasema vile? Ndio picha Yesu yuko nayo juu yetu. Picha ambayo Yesu yuko nayo juu yetu alipotuacha duniani ni kwamba tumzalie matunda, si kwa kiwango cha kawaida, ni kwa kiwango cha sana, kiwango cha juu. Kwa hiyo maono ambayo Yesu yako nayo juu yetu ni tofauti, yawezekana na sisi ambavyo tunayaona. Ndio maana tunajifunza kanuni ya pili ya kutusaidia kufikia malengo, ni kwamba uwe na maono. Yale maono unayokuwa nayo yatakupelekea kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Picha ya kifikra iliyoko ndani ya Yesu Kristo ni kile kiwango cha juu kabisa cha tawi litakalokaa ndani yake litakavyokuwa lizae sana. Hiyo usisahau kabisa, ndio picha ya Yesu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na maono.
Ile picha ya kiwango chako cha uchumi lazima uwe nayo. Unayoshuhudiwa ndani yako ni picha ya namna gani? Picha ya kiwango chako cha huduma unayoshuhudiwa ndani yako ni picha ya namna gani? Kiwango chako cha elimu unachoshuhudiwa ndani yako ni picha ya namna gani? Kiwango chako cha maisha unachoshuhudiwa ndani yako ni kiwango cha namna gani? Hayo ni maono. Picha hiyo sifa yake kubwa itakuendesha. Ukishakuwa na maono yatakuendesha, yatakufanya uwajibike, yatakufanya uingie gharama, utakosa usingizi. Kwa hiyo kama ukiwa na maono kama mbinu mojawapo ya kufanikiwa, yatakuwezesha kufanikiwa. Lakini maono peke yake haitoshi, lazima uweke malengo. Malengo ni nini hasa? Malengo ni zile njia au namna ya kufanya ili kutimiza maono ulionayo. Kwa hiyo kama una maono ya kuwa mkulima mkubwa, lazima uweke malengo ya kuanza kulima, uweke malengo ya kuanza kupata fedha, uweke malengo ya kuanza kupata eneo la kulima, uweke malengo ya kupata zana za kilimo. Kwa hiyo kama una malengo, una maono ya kuja kuwa mfugaji mkubwa, lazima uanze kuweka malengo. Kwa hiyo malengo ni zile njia, namna ya kufanya ili kufikia yale maono ulionayo. Ni hatua mahususi za kuyafikia maono yako. Hayo ni malengo. Bwana Yesu asifiwe. Malengo huambatana na mikakati. Ili lengo lifanye kazi, lazima uweke mikakati. Mikakati ni nini? Kwa lugha nyepesi tunaweza kusema ni malengo madogo madogo, ambayo lengo dogo hili na lengo dogo hili na lengo dogo hili yanakusaidia kutimiza lengo moja kubwa, na lile lengo kubwa na lengo kubwa na lengo kubwa yanakusaidia kutimiza maono. Bwana Yesu asifiwe. Malengo yanatoa dira na motisha ya kuamka kila siku na kufanya kazi. Ukiwa na malengo kwamba una lengo, leo lazima nikusanye shilingi 5,000, leo lazima nikusanye shilingi 10,000, leo lazima nikusanye 100,000, leo lazima nikusanye 500,000, utajihimu. Kwa hiyo kama una duka lako, una malengo ya kukusanya 500,000 kwa siku, hautalala hadi saa 4. Utajihimu. Saa 12 wewe usingizi hauna, unawaza zile 500,000 ni wawahi wateja. Kwa sababu gani? Kuna malengo. Lakini ukifanya biashara bila malengo, utaamka hata saa 7. Sasa ukiuzia mtu mmoja tu, kuweka lengo la kuuza. Kwa hiyo ni lazima kuwa na malengo ili uweze kutimiza maono yako. Lakini pia malengo yatakufanya uweze kufanya kazi zenye tija. Hautafanya tu kila kazi kwa sababu una malengo. Malengo yako unataka ukusanye kwa siku labda 500,000. Unaanzaje kufanya sasa kitu cha shilingi 50 hautafikia laki. Kwa hiyo si kila kazi utaifanya. Kwa hiyo yatakufanya uamke mapema, yatakuendesha maono ulionayo, na malengo yalionayo yatakutia nguvu, lakini pia yatakukataza kufanya kazi zisizokuwa na tija. Unaweza kuanza kufanya kazi zisizokuwa na tija kama una malengo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni mbinu kubwa sana inaweza kutusaidia kufanikiwa. Malengo yanapokuwa wazi na yamepangwa vizuri, husaidia kupima maendeleo yako. Kwa lazima uweke malengo. Kwa hiyo kama nilipanga malengo yangu ni kukusanya 200,000 leo, nitakapofika jioni napiga hesabu nimepata shilingi ngapi. Kama nina 50,000, kwa nini sijafikia 200,000? Lazima nianze kupima maendeleo yangu yakoje. Kwa hiyo ili uweke malengo yako vizuri, ni lazima sana ujitahidi kuyaweka yawe smart. Sasa hilo smart ni neno la Kiingereza, maana yake yawe specific, yawe mahususi. Usiweke tu malengo, yani unajua kabisa biashara yako yawezekana mtaji wenyewe haufiki 500,000, alafu unaweka lengo la kukusanya 500,000 kwa siku. Hayo sio malengo mahususi. Kwa hiyo ni lazima yaendane na kile unachoweza kufanya. Kwa hiyo malengo mahususi, lakini pia measurable, yenye kupimika, yanayopimika. Usiweke tu malengo kwamba nitauza sana. Yapime, utauza sana kiwango gani. Lakini pia achievable, yanayowezekana kufikika, uyafikie. Lakini pia yawe relevant, yenye maana. Sio tu kila malengo unayaweka, lakini yawe na time bound. Time bound, yawe na muda maalum. Ndio kama nimekupa mfano wa siku. Kwa hiyo siku moja inakuwa ni muda maalum. Bwana Yesu asifiwe. Somo tunalojifunza ni mbinu 5 bora za kimungu za kutuletea mafanikio. Kwa nini tunajifunza maono? Maono Yesu alikuwa nayo. Kwa hiyo aliweka maono. Anataka dunia hii ijawe na neno lake. Akaweka maono, akaandaa wale wanafunzi 12, akawa na wanafunzi wengine hao 12 akawaita mitume. Yalikuwa ni maono kwamba nikiondoka nani ambaye ataendeleza hii kazi. Kwa ni muhimu sana kuwa na maono. Kwa nini niwe na maono yenye malengo? Je, nampangia Mungu? Unaweza kujiuliza swali la namna hiyo. Kwa sababu mara nyingi sisi tuliookoka na watumishi wa Mungu wote unaponisikiliza, mara nyingi huwa tunatumia maneno ya Mungu lakini muda fulani tunakosea. Ni kweli Biblia inasema kwamba hauwezi kuamka leo ukasema nafanya hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini pia anasema
Sisi tunaweza kukusudia jambo alafu likatimia. Kwa hiyo malengo ni sehemu ya makusudi, na malengo hatuyatoi tu from nowhere. Malengo lazima ukae na Roho Mtakatifu uyasikie ndani. Maono lazima ukae na Roho Mtakatifu uyasikie ndani, kwa sababu maono yasipotoka ndani maana yake sio ya kwako. Sasa maono yasiyokuwa ya kwako huwezi kuyafikia, maono yasiyokuwa ya kwako, kwa sababu maono ni kitu Mungu aliweka ndani ya mtu. Kwa hiyo unapokuwa na maono haumpangii Mungu, ila utakachokifanya ni nini? Utamfurahisha Mungu, kwa sababu utaonekana mtu unaijua unakoenda, sio mtu unayepotea. Kwenye ile Injili ya Marko sura ile ya 10, Injili ya Marko sura ya 10 mstari wa 46 hadi wa 52, utasoma hapo. Anasema wakafika Yeriko, Marko 10:46 hadi 52. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Batimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti, alipaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu. Na wengine wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akamwambia, akasema, mwiteni. Wakamwambia yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Cheki sasa mstari wa 51. Yesu akajibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njia. Nataka sana uone pale chini mstari wa 51 na 52. Huyu mtu anapoenda kwa Yesu, sio kwamba Yesu alikuwa amuone kwamba ni kipofu, alikuwa anamuona ni kipofu. Kwa nini Yesu anamuuliza wataka nikufanyie nini? Kwa lugha nyepesi anauliza, maono yako ni unaponijia mimi Yesu, maono yako ni nini? Malengo yako ni nini? Unataka upate nini kutoka kwangu? Kwa Yesu akamuuliza aone ndani yake kuna maono gani, kuna malengo gani. Alichokisema ndicho alichopewa. Anasema mimi nataka kuona. Akasema basi imani yako imekuponya uone. Kwa unapokuwa na maono, unapokuwa na malengo, unapoenda mbele za Mungu kuomba, unakuwa unamsemesha Mungu. Anapojiuliza hili swali, wataka nikufanyie nini? Mwanangu umekuja kuomba, wataka nikufanyie nini? Kwenye biashara yako wataka nikufanyie nini? Anambia Bwana, nataka leo nisaidie nipate 300,000, leo nisaidie nipate 500,000. Bwana, kwenye utumishi wangu naomba hiki na hiki. Wewe unakuwa unapeleka zile hoja. Tukiomba kitu sawa sana mapenzi yake, anatusikia. Kwa hiyo kama ni mapenzi yake aliweka hayo maono ndani yako, ukiomba hata kusikia, utakuwa umpangii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kwenye Isaya 41 mstari wa 21 anasema, leteni hoja zenye nguvu. Ukiwa na maono unakuwa na hoja zenye nguvu. Ukiwa na malengo unakuwa na hoja zenye nguvu. Kwamba Yesu ana malengo na ana maono, na sisi tuzae sana. Hata sisi lazima tuwe na malengo. Sijua malengo ulio nayo kwenye kitu unachokifanya. Sijua malengo ulio nayo kwenye kazi unayofanya. Sijua malengo ulio nayo kwenye huduma unayofanya. Sijua maono ni kitu gani unakiona kwenye huduma unayofanya. Sijua ni maono gani unayaona. Yawezekana ni kiongozi wa serikali, yawezekana ni kiongozi wa kanisa. Sijua maono ulio nayo na unayoyaona kwenye hiyo nafasi. Hiyo nafasi uliokaa sio tu Mungu amekuweka kikawaida kawaida, amekuweka kwa lengo mahususi, kwamba kuna kitu yeye anakiona mbele. Sijajua kama umekaa kwenye hiyo nafasi alafu kumuuliza Mungu, Mungu anataka ufanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Uwe na maono yenye malengo yanayoweza kutekelezeka vizuri. Maana maono na malengo mazuri bila utekelezaji ni sana kujiangalia kwenye kioo na kujisifia sura yako wakati moyo mchafu. Bila maono na malengo ni rahisi kupotea. Hutajizuia, utafanya kila kitu, utaenda kila mahali na utakuwa na marafiki wa kila namna. Hadi hapo utakuwa umeshindwa kufanikiwa. Lakini ukiweka maono, ukaweka malengo yako, halafu ukayawekea mpango wa kuyatekeleza, nina uhakika Mungu wa mbingu na nchi hata kuacha. Naomba nikuombee mahali hapo ulipo katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, asante kusema na mtumishi wako na mwanao popote anapotusikiliza. Naomba Roho Mtakatifu achilia neema ndani yake, achilia mafuta ndani yake, mpe maono Bwana. Yawezekana alifika tu amekata tamaa, yawezekana aliona yale maono umemuonesha, umemsemesha kama hayatokei, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nami ninasihi Roho Mtakatifu, nenda kaamshe tena hiyo kiu, nenda kainue tena hiyo kiu, nenda kaachilie tena hali ya kwanza kutekeleza. Haijalishi hayo malengo aliyo nayo, amepambana nayo miezi mingapi katikati ya huu mwaka, lakini Bwana ni saa yake ya kuinuka tena katika jina la Yesu. Yawezekana amekuwa kama Batimayo, amekaa mahali hapo haoni kwa muda mrefu, lakini namuombea leo katika jina la Yesu, macho yake ya rohoni yafunguke apate kuona kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Tunakupenda.